Hujambo mtazamaji, karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Ni Manzu. Taarifa ambazo tunazozifuatilia ama ndio mwanzo zimeingia katika chumba cha habari alasiri hii mtazamaji, ni kufungwa mara moja kwa chuo kikuu cha Nairobi hapa jijini itakapotimia mwendo wa saa 11. Pia imetolewa agizo kwamba vyuo vikuu vyote vya vyuo vikuu vya Nairobi vilivyoko katika maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya basi pia wafunge taasisi hizo. Hii ni kufuatia maandamano ambayo yaliyotokea hapo jana na hata kuendelea mpaka hii leo, na maandamano yenyewe yaliletwa na vijana ambao walikuwa wanapinga uteuzi ama uchaguzi uliofanyika tarehe 1 mwezi Aprili na kumteua Babu Owino kama kiongozi wa vijana kwa mara ya 4. Mtazamaji, chuo kikuu cha Nairobi kimetoa agizo la kufungwa mara moja kwa taasisi hiyo pamoja na taasisi zilizoko katika maeneo mbalimbali ya nchi itakapotimu mwendo wa saa 11. Agizo hilo limetolewa na bodi ya Senate ya chuo hicho mapema alasiri hii. Tukiendelea na taarifa zaidi mtazamaji, ni kwamba afisi ya mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu ICC inatarajiwa kutoa tangazo wakati wowote kutoka sasa, huku Wakenya wakisubiri kujua iwapo naibu wa rais William Ruto pamoja na mtangazaji Joshua Arap Sang wana kesi ya kujibu. Hivi sasa tunaungana na mwanahabari mwenzangu Chris Thairu ambaye yuko katika sehemu ya Eldoret kule ili kuweza kutuarifu na mengi kuhusiana na matarajio ya wenyeji katika kaunti ya Uasin Gishu. Chris, sijui kama unanipata? Naam, barabara na kupata kwa njia safi. Nakuletea taarifa hizi moja kwa moja kutoka mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo siku leo ni siku ya kihistoria, kwani tunasubiri uamuzi wa mahakama ya ICC kutoa iwapo naibu wa rais William Ruto pamoja na mtangazaji Joshua Arap Sang wana kesi ya kujibu au la. Nimeweza kuzungumza na baadhi ya wenyeji hapa na matarajio ni kwamba kufikia sasa kesi hizi zinafaa zitupiliwe mbali, kwani kesi hizi zimeendelea kwa miaka 6. Nakumbuka kwamba idadi ya watu ambao walikuwa wamepelekwa katika mahakama hiyo ilikuwa watu 6, lakini kufikia sasa ni 2 peke yake ambao wamebaki, na uamuzi huo utakuwa ukisubiriwa wakati kama saa 12 hivi, na katika mjini hapa Eldoret tutakuwa tukisubiri kuona maoni ni yapi ambao wenyeji hapa watakuwa nayo. Vile inaweza kueleza kwamba nimeweza kutembelea eneo la Kiambaa ambalo liliweza kuathirika pakubwa wakati wa ghasia hizo za 2007 na 2008, na wenyeji hapo wameweza kuniambia kwamba waliweza kusameheana, wanaendelea kwa maisha yao ya kawaida na wangetaka kwamba kesi hizi zitupiliwe mbali ili maisha yao yaendelee kwa kawaida. Manzu, labda kuna wenyeji ambao hususan wale waathiriwa walizungumzia swala lolote la Kenya kujiondoa katika mahakama hii ya ICC? Naweza kueleza kwamba sijaweza kuzungumza na wenyeji ambao wameweza kunieleza kwamba wangetaka Kenya ijiondoe katika ule mkataba wa Roma ambao umeweza kuhakikisha kwamba Kenya ni moja wa mataifa ambayo yamo katika ICC. Lakini kuna wanasiasa, naweza kuambia kwamba kuna wanasiasa ambao wamekuwa wakisema kwamba iwapo uamuzi wa leo hautenda jinsi wanavyotaka, basi wataanza shughuli ya kuhakikisha kwamba Kenya inajiondoa katika ule mkataba wa Roma, kuhakikisha kwamba hawataweza kukata ule uhusiano kati wa nchi hii na vile mahakama ya ICC. Lakini tutasubiri tu kuona iwapo wataweza kufanya hivyo na ni uamuzi upi ambao mahakama hiyo itaweza kutoa. Manzo, asante sana Chris Thairu. Bila shaka tutasubiri kusikia pia zaidi hususan matarajio yao wakati uamuzi huo utakaotolewa kama ulivyotaja mwendo wa saa 12 jioni ya leo. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba kamanda mkuu wa polisi jijini Nairobi Japhet Koome amejitokeza na kuwatetea maafisa wake kufuatia ghasia ambazo zilishuhudiwa hapo jana katika chuo kikuu cha Nairobi. Koome anadai kuwa maafisa wake hawakuhusika na wizi au hata uharibifu wa mali. Madai haya yanakuja wakati video ya mmoja wa maafisa hao akionekana kumchapa mwanafunzi. Ameongezea kusema kuwa uchunguzi ungali unaendelea ili kupambanua kilichojiri wakati wa ghasia hizo, huku baadhi wakinaswa wakiwa na silaha. We have the information. Some
non-bloggers in this country are involved in that. We are aware with a view to discrediting the image of my officers. Were the media the whole day yesterday? I don't think you have evidence. And I don't see any officer who would attempt what is in the social media in today's Kenya. Taifa ya kutetea haki za kibinadamu nchini KNCHR imetoa wito wa kufutiliwa mbali kwa matokeo ya usajili wa polisi kwenye baadhi ya vituo kufuatia madai ya kukiukwa kanuni zilizowekwa. Mojawapo ya vituo hivyo ni kile cha makao makuu ya NYS hapa jijini Nairobi, ambapo wachunguzi wa tume ya KNCHR walizuiwa kuingia huku shughuli za kushukiwa zikiendelea hadi usiku. Tume hiyo pia imeanzisha uchunguzi kuhusu kisa cha hapo jana ambapo wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi wanadaiwa kupigwa na wengine kubakwa na maafisa wa polisi ya GSU. Hii ni kufuatia video ambayo iliyosambazwa mtandaoni ikinakili wanafunzi wakipigwa mijeledi na maafisa hao wa polisi. Recruitment at the NYS Center in Nairobi, which has been notorious in previous years by our monitors, that the physical tests were carried out almost 6 minutes to 6 p.m. in the evening, despite the fact that recruitment ought to have come to an end at that time. Indeed, it is said that there's still some activities ongoing at that particular center at this time. The Commission brings to attention of the Inspector General and the National Police Service Commission that this is a center that has historically had issues since 2014. We call for the nullification of the results at this center and ask that the process be restarted in a manner which is transparent and accountable and in line with the regulations on recruitment. The notorious NYS headquarters in Nairobi, there were allegations that influential people accompanied their children to the recruitment center, while in some regions, recruits had been allegedly asked to pay 70,000 Kenya shillings and receive acceptance letter at the end of the exercise. Information that some female students were raped by the GSU, and we are working very closely with the other actors in this field. FIDA is leading us on this. We're also working with the Transitional Justice, the International Center for Transitional Justice, among other actors, to make sure that we really bring a speedy closure to this. But in a nutshell, and the chair has said this calls into question the seriousness of the whole police reform exercise. If 4 years after we started this exercise, the police are still using these kinds of unorthodox methods in crowd control. Kwingineko, jopo linalo mchunguza jaji wa mahakama ya juu Philip Tunoi limeanza vikao vyake mapema hii leo. Jopo hilo ambalo linaandaa kikao cha leo faraghani linatazamiwa kuanza uchunguzi kamili kuhusiana na madai ya ufisadi ambayo yanamkumba jaji Tunoi kuwa alipokea hongo ya shilingi milioni 200 kutoka kwa gavana wa Nairobi Evans Kidero ili kumpendelea katika kesi ya ushindi kama gavana wa Nairobi. Kidero na Tunoi wote wamekana madai hayo. Pindi watakapokamilisha vikao vyao, kamati hiyo inatazamiwa kufikisha mapendekezo yake mbele ya Rais Uhuru Kenyatta sawia na tume ya huduma za mahakamani. Na mtazamaji, kufikia hapo ndo natamatisha taarifa za mbio ya KTN alasiri hii. Kumbuka mwendo wa saa 1 kamili utapata KTN leo kwa taarifa zaidi, lakini kwenye muda usiokuwa mrefu tutakuja tuendelee na leo mashinani kupitia KTN News. Ni Temanzu, kwa heri.